أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Nuru TV, leo twende tukafahamu historia ya majini na dua za kuondosha hawa majini. Kwanza kabisa ni kufahamishe kuhusiana na majini. Katika zama zetu tunadanganywa sana kuhusiana na hawa majini, na mwisho wa siku tukadhalilishwa, tukachezewa ngoma, tukaambiwa tuwachezee majini, na tukatoa pesa zetu kuambia tuwape mahitajio yao kuhusiana na mashaitani. Tuwape, wakitaka nguo nyekundu tuwaveshe nguo nyekundu. Haya mambo ya kimila yakaingizwa katika kuondosha majini, lakini mambo ya uongo, tukadanganywa kwa sababu hatufahamu hawa majini. Wengine tukadhalilishwa kwa sababu ya kutofahamu hawa majini ni viumbe wa namna gani. Kwanza kabisa tueleze kwamba majini wapo, na majini wanaleta athari katika maisha ya binadamu. Tukiangalia, Mungu anatueleza katika Qur'ani al-Karim ya kwamba wa isarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadharuhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba majini yapo. Dalili nyingine, Allah anasema katika Qur'an, wama khalaqtu, sijaumba mimi aljinn wal ins, majini pamoja na binadamu, illa liya'budun, isipokuwa kuja kutekeleza ibada. Pia ni dalili ya kuonyesha kwamba majini yapo, lakini pia majini wao katika vitu ambavyo walivyoumbiwa ni kuja kutekeleza ibada. Lakini pia Allah anasema qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Hizi ni dalili kuonyesha majini hapa. Sasa leo tufahamu historia yao kwa ufupi. Maisha ya majini, historia ya majini jinsi ilivyo ni kama sisi binadamu jinsi tunavyoishi. Binadamu sisi tumejiwekea mazingira yetu, desturi, mila za kuishi. Kama unavyoona sisi binadamu tunavyoishi, tuna serikali yetu, tuna viongozi wetu katika mazingira mbalimbali. Kuna watu ambao wanaotekeleza ibada, wacha Mungu, watu wa kawaida na wauni. Pia na mashaitani wapo hivyo hivyo, majini pia wapo hivyo hivyo. Wapo majini wema ambao na wao wanatekeleza ibada, na wao wanamdhukuru Allah. Pia wapo majini ambao wao hawatekelezi ibada, ni majini tu wa kawaida, kama kuwapo binadamu wa kawaida ambao hawatekelezi ibada, hawafanyi chochote, na wao pia wapo. Lakini wapo baadhi ya majini na wao wameshindikana, ni wauni kama unavyoona binadamu sasa hivi wauni. Ukienda Mbagala hapo, ukienda Tandika, ni lazima utawakuta baadhi ya wauni. Kwa lugha sasa hivi wanajiita masela. Wauni ndio hao tunawakusudia. Pia majini wapo hivyo hivyo. Kuna mshairi mmoja wa Kiarabu anasema, naibu zamanana wala aibu fina wa nahjudha zamanu min ghairi dhambi walau nataka zamana lana hajana. Kwamba kwa kadri ambavyo siku zinavyoenda, zama zinabadilika. Kwa kadri ambavyo siku zinavyokwenda, zama zinaharibika.
zinabadilika na kuharibika. Zamani ilikuwa ukimchukua mtoto mchanga ukimlusha juu, jambo kama hilo ilikuwa ni jambo ambalo yani haitakiwi, mtoto hatakiwi kurushwa juu. Lakini hivi sasa ukimchukua mtoto kumlusha juu ni jambo la kawaida, hali ya kuwa lilo jambo lina hatari. Unaona? Kwa hiyo hivi vinabadilika kwa kadri ya zama zinavyokwenda. Tukiangalia katika mazingira ya kimaisha pia, kama unavyoona binadamu tulivyoharibika sisi katika uhuni, na majini wapo hivyo hivyo. Sasa tukiangalia majini, wao vyakula vyao ni vipi na vitu gani ambavyo wanavipendelea sana kuvifanya, na vipi kinga yao kwa wao. Sasa tutawaacha majini wema, tutawaacha majini maisha yao ya kawaida, na sasa hivi tunawazungumzia majini wabaya ambao wanatuingia binadamu na kutuletea athari kubwa katika kwa miili ya binadamu, lakini pia na kuchukua hatua ya kuwadhalilisha binadamu. Watu wanagaragara, watu wanachezeshwa ngoma, watu wanachanjwa. Subhanallah. Kwa sababu ya nini? Hawa majini. Sasa tunawazungumzia hawa majini wabaya. Majini wabaya wao katika historia yao, tukiangalia majini wana uongozi. Kuna uongozi wa kiserikali, wana uongozi wa kila tawi kama tunavyoona sisi binadamu. Na ukisoma historia ya mashaitani majini, historia ya majini, kwamba kama sisi binadamu, idha faala al-khata, mtu yoyote akifanya kosa basi ni lazima achukuliwe hatua. Kama unavyoona sisi binadamu tunachukuliwa hatua moja kwa moja, tunakamatwa na tunaweka katika sijnu, katika magereza, wengine wanatolea hukumu. Wapo majini ambao wakishafanya kosa labda ya kusababisha ajali barabarani kwa ajili ya kutaka kunywa damu, kwa sababu unaona sisi binadamu mwema siku zote anakula vitu vya halali na vitu vyema. Majini wachafu, majini wabaya, wao wanakula damu ya binadamu na wanakula nyama za binadamu. Kama unavyoona sisi binadamu hivi sasa, wachawi unaona vyakula vyao, si binadamu hao. Wale ambao vijana ambao walishindikana wanafanyaje? Wanakula mali ambazo sizo kwao. Na majini ndio hivyo hivyo. Na endapo wakifanya hivyo, basi lazima askariyu shayatin wanawatafuta. Baada ya kuwatafuta, wanawakamata na wanaweka katika magereza. Lakini pia jini kumkalia binadamu, kukaa katika mwili wa binadamu katika maisha ya kishaitani ni miongoni mwa makosa makubwa. Sasa kwa mazingira haya, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, kila kitu ambacho utakachokifanya basi fanya kwa dua, kwa sababu mazingira yako yote yamezungukwa na viumbe vibaya. Ndio maana tukawekewa sheria ya kwamba kila kitu ambacho unachokifanya fanya kwa dua. Ikafikia wakati tukaambiwa ad-du'a silahul mu'min, kwamba dua ni silaha ya muumini.